kama mnaweza. Niweni nimesema. Sio kiumbani wewe. Wewe sio kiumbani. Potea! Kapunda yule. Anakimbia. Kapunda kuna nini? Vipi? Kapunda kuna nini? Vipi Kapunda? Mama Abi. Mama Abi? Mama Abi. Kafanyaje? Kapunda, kuna nini? Kapunda, tuambie nini? Weka toto wewe. Wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Nashangaa kuniona mimi hapa eh? Sasa natia mguu sehemu yoyote na hakuna mtu wa kunizuia. Sina kuuliza. Zile kugomvi hapa mimi. Nimekuja tu kukuonya. Na tena huyo mtoto unaomficha kila siku hakuidanganya jamii. Sasa ni wakati wake wa kuwa huru. Hivi katoto, unazungumzia kitu gani? Na hayo maneno wewe umeyatoa wapi? Hivi unajua umri wako ni mdogo sana? Wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo kama mimi ni mtu mzima? Unanizima data, ngoja nikuashe data. Wewe ni mkubwa lakini unafanya mambo ya kitoto. Mimi ni mtoto lakini nafanya mambo ya kikubwa. Nakupa siku hizi 2 mbili. Huyu mtoto unkabidhi babake. La sivyo moto utakuwakia.
Ameajuaje? Huyu ni mtoto kweli au ni mtu mzima mwenzangu? Na kwa nini kameniambia mambo mazito kiasi hiki? Aka katoto katakuwa ni kajitu kazima na si katoto. Mama Abi, mimi mbona mambo yamezidi kuwa mengi? Halijaisha hili linakuja hili. Natakiwa nikajue aka katoto kametoka wapi, ni kanani. Uchebe, ndugu yangu, nashukuru sana kwa kunisaidia ndugu. Maana nikikuangalia na kuona kama nabii ambaye ametumwa kuja kusaidia watu. Nikikuangalia kabisa naona kabisa, yani ni mtu ambaye ulikuwa unasubiria nipate matatizo ili uweze kunisaidia, lakini kuna kitu kinaniumiza sana. Yaani kitu ambacho nakiwaza kuwa na mahusiano na Rose, na hisi ndio chanzo kikubwa ambacho kiliniletea mimi matatizo. Yaani nakaa najuta na najutia sana. Na najutia kwa nini hata nilijuana naye. Kiumbani, acha leo nikuite jina lako la utani, Pengo Nne. Unajua Pengo Nne, katika maisha usipende kuhukumu jambo ambalo hauna uhakika nalo. Vipi kama utagundua Rose hahusiki katika hili? Hivi huoni kwamba utajiingiza katika aibu? Na kitu ambacho kinanifurahisha mimi ni kwamba wewe upo huru kwa sasa. Na kuhusu Rose, yeye hahusiki kabisa kuhusu matatizo yako. Usichokijua ni kwamba Rose kwa sasa ni mgonjwa. Tena Rose ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada mkubwa. Rose haongei, ameparalyze mkono, ameparalyze mguu. Rose huyo ambaye wewe ndo unamwona leo ni hasibu. Rose kwa muda huu anahitaji faraja kubwa sana kutoka kwetu sisi, na wala sio masimango. Kama nilivyokusaidia wewe na mpaka leo wewe uko sawa na umekaa unaongea na mimi, hata mimi pia natamani vile vile kuona Rose yuko sawa, anaongea, mkono wake unakaa sawa pamoja na mguu wake. Na hiyo mimi ndo furaha yangu, kuhakikisha kijiji kinakaa safi na kinaimarika imara kabisa. Uchebe, faraja gani ambayo anahitaji kwetu sisi? Labda tu nikwambie, nafsi tunatofautiana. Wewe na nafsi yako na mimi na nafsi yangu mimi. Wewe una huruma yako na mimi na huruma yangu, lakini mimi huruma yangu ina mipaka. Si unanielewa? Kama umeumbiwa kusaidia watu, endelea kusaidia watu. Ila usinishawishi na mimi nifuate moyo wako. Wewe Rose humjui na humjui vizuri. Yule mtoto ni mwanga. Kama wameweza kumfanya awe ndondocha, yaweza kuwa yeye ndo hajatoa kafara kwao. Kwa sababu kawaida ya wachawi, anapokula watoto wa wenzie, ikifika hatua yake anaanza kukataa. Unaweza kukuta na yeye limemkuta hilo. Hivi unajua tatizo lilianzia wapi? Tatizo lilianzia kwa mjomba wake. Sikiliza Kiumba, nikwambie. Naweza nikakwambia, ila hatuwezi kuzungumzia hapa. Nahisi unamjua mjomba wangu vizuri. Kama akitukuta hapa, kitawaka. Kwa hiyo twende tutafute sehemu iliyotulia, tukazungumze kuhusu hilo. Wewe niambie, mimi mjomba wako simuogopi. Hata kama akija hapa, yaani nakwambia mimi namuogopa. Hebu niambie basi. Uchebe, nadhani hadi hapo utakuwa umenielewa na utakuwa umepata chanzo
tatizo langu mimi. Yaani Rose kwao uchawi anarithiwa toka akiwa tumboni, sio amezaliwa tena. Kwa tetesi tunazosikia yule Rose yule alizaliwa na meno, ndio ujue uchawi. Yaani ule pale umeanzia kuanzia kwa wazazi, yaani ukikeni upo, ubabani upo, tena ukiachana na hivyo hadi uzeeni, yaani wazee wao. Wewe unamwonaje yule mjomba wake? Kila siku na kibakuli tu, akitoi kile kichwani. Kiombani bwana, unajua unanifurahisha sana. Usipende kusikiliza maneno ya watu, kwa sababu unavyozidi kusikiliza maneno ya watu utajikuta unajaza ujinga katika kichwa chako. Sasa wewe kama unavyosema kwamba amezaliwa na meno, wewe una ushahidi gani au una uhakika gani? Au amekuwa jini yeye, labda wazazi wake walikuwa majini wakamzaa yeye na meno? Hapana. Ila sina mengi ya kuongea. Kitu ambacho ninakihitaji tu kuwa mpole, kuwa mtulivu. Haya yote haya ambao wewe unayaona, yote haya mabaya ambao unamtupia Rose, ipo siku utakuja kugundua ukweli na utajua kwamba Rose hana hatia na wala hausiki katika matatizo yako. Kwa sasa nina majukumu mazito mno ya kufanya, na kitu ambacho mimi ninakihitaji kwa muda huu, tuungane mimi, wewe pamoja na Mo, ili tuhakikishe kijiji chetu kinakuwa safi na kinakuwa salama kwa mara nyingine. Wewe Mo amerudi? Yaani ina maana Mo hadi anakuja mimi, yaani mimi sijui. Ama kweli nilikuwa nimezindikwa. Mimi napenda uzidi kuwa pamoja na mimi, kwa sababu utakavyokuwa pamoja na mimi, endapo tutashikana na kushikamana, basi tutafanya mengi makubwa. Alafu chingine, usinipe majina mazito kama malaika, kama nabii. Hapana, naweza nikasema tu hii ni kudra ambayo amenipa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo acha niendelee kusaidia watu ambao wanahitaji msaada. Hata wewe pia nataka nikusihi jambo moja. Haijalishi mtu kakufanyia nini, kakufanyaje, ila usiishi kwa kisasi wala usiishi kwa kumchukia mtu. Lengo letu ni hili moja, ni kusaidia watu tu na sio kuanza kuchukia watu. Hapo tutakuwa sawa. Uchebe, yaani kuanzia sasa hivi nina imani na wewe na sikupingi kwa chochote. Kweli nimeamini unavijua vingi kuliko mimi, kwa hiyo nitakuwa sambamba na wewe. Na huyo Mo natamani hata nionane naye hata sasa hivi, tuweze kufanya jambo kubwa katika hiki kijiji, tuweze kufanya mapinduzi makubwa kabisa, maana hao wazee watatuzoea. Sasa hivi nitakuwa tuishi kidigitali, sio kianalogi. Zamani ndio wazee wanashikilia kijiji. Sasa hivi nitakuwa kijiji chetu kiwe kina mafanikio, kina lami. Unakuta wenyewe ndo wanaziba riziki, lami zisiingie. Tunakaa kupanda bodaboda tu kila siku, hamna hata gari zinazoingia. Kwa hiyo kama ulivyosema, niko pamoja na wewe. Pengo 4 rafiki yangu. Mimi nakukubali sana na ulinishika toka mwanzo kipindi cha matatizo ya Abi, na mpaka leo tuko pamoja, na nahakikisha Abi atarudi tena nikiwa pamoja na wewe. Sawa. Ni kwa nini kaburi la mwanangu sijaliona? Ina maana mwanangu hakuzikwa pale, si ndio? Na kama hajazikwa pale, najua mwanangu atakuwa mzima. Atakuwa mzima ndio. Wewe ni nani? Pole sana Mungu kwa kuficha ukweli siku zote, ila wanasubira
utaenda kujua ukweli bila somefu. Na hichi ninachokutuma, nenda kuulize hivyo hivyo na usibadilishe kitu chochote. Shangazi, nataka nikuulize kitu kimoja. Hapa kuna mgeni yoyote ambaye amekuja hapa? Mgeni? Unazungumzia mgeni gani? Hapa mimi sijamwona mgeni yoyote. Kwani uko na ratiba kuonana na mgeni leo? Sawa. Hakuna mgeni yoyote ambaye amekuja hapa. Na vipi kuhusu hizo siku mbili ambazo umepewa? Ha? Kwa shangazi, mimi nachekesha, si ndio? Unanichukulia kama Mr. Bean au Charlie Chaplin. Nakuuliza wewe shangazi. Hivi una akili kweli wewe? Hivi unajua mwanangu, ulivyotoka hapa ukaenda nchi za watu huko South, nikajua labda utaenda kukopi akili za huko. Kumbe bado akili zako ni mgando eh? Sasa ulikuwa na sababu gani maneno makubwa kama kumshirikisha mtoto mdogo kama yule? Hivi kwani una akili wewe? Yaani kwa unajua hizo nywele zako zilivyokuwa ndefu na akili zako zitakuwa ndefu hivyo hivyo, lakini bure aghari. Haya. Kale katoto kamekusaidia nini wewe? Kamekusaidia kitu gani ulivyokaambia? Sikilize shangazi. Haya maneno yako nimechoka. Yaani nimechoka kabisa kuyasikia. Hizi rasta zangu wewe hazikuhusu. Nachotaka kujua mgeni amekuja au hakuja. Full stop. Sijui. Mtoto siku hizi haina adabu hata kidogo. Sio kule alikoenda imeenda kufundishwa kuvuta bangi au? Kwani mila gani? Mbona kama ina siri ndani? Mwenzako natamani. Yaani najiona mimi ni mjinga. Tena ni mjinga wa mwisho. Kwa sababu nimeweza kumsaidia rafiki yangu Kimba. Lakini nashindwaje kujua mke wangu alipo? Hichi ndo kitu ambacho kinanifanya sina raha. Hadi uko wapi mke wangu? Popote ulipo jitokeze basi nikuone. Uchebo nalea nini? Tulisha kwambia ukiwa na tatizo lolote utuambie, tutafika kwa wakati. Angalizo, usije ukaenda tofauti na sisi.
Kiumba rafiki yangu, ni muda mrefu sana tangu nimefika hapa kijijini. Sikupata nafasi ya kukuona. Yaani leo ni bahati sana mimi kukuona. Ila ndugu yangu, pole sana na majanga yaliyokukuta. Mo, mimi nashukuru sana. Kwanza kitu kilichonifurahisha zaidi ni wewe kuja kunitembelea. Yaani umetoka South Africa ukajua kama kuna ndugu yako anaitwa Kiumba. Nashukuru sana, najivunia kuwa na rafiki kama wewe. Naona South Africa imekupelekea hadi umekuwa kama mzungu. Sasa hivi umesokota nywele, lakini sisi huko kijijini ukisokota kama hivyo unaonekana ni muuni. Vipi lakini harakati zinasemaje? Rafiki yangu, huko nilipotoka ni kwema tu. Ila kuhusu harakati ni kujituma tu. Yaani huko usipojituma hakuna maisha. Yaani huko ni kupambana mwanzo mwisho. Yaani vipi umerudi labda na magunia? Oya, Rose yule. Maskini ya Mungu. Ndio umemfanyia hivi? Babu, hii kijiji hakina dogo. Hadi anatia huruma. Kiumba, ndio ishakuwa hivyo. Ila vipi, nikuitie nini? Maana nishazipata taarifa zako kwamba yule ni shemeji yetu. Kitovu